Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya uwepo wake siku hii ya leo. Wapo wengi walitamani kuona siku kama hii ya leo lakini hawakuweza kuiona. Kwanza nianze kwa maombi. Baba, katika jina lako takatifu, mfalme, Bwana wa majeshi, siku njema ambayo Jehova umeweza kunibariki, Jehova umeweza kuniamsha, umeweza kuniweka hai, Jehova Kristo, Bwana wa majeshi. Si kwa sababu mimi ni mzuri, bali kwa ajili Jehova ulinipenda zaidi, Jehova Kristo. Wacha Kristo nikasema ni asante, ni kwa ajili ya kunipa uhai Jehova. Tamalaki ni kwa maana unastahili. Tazama wakati huu Jehova ninapoenda kutafuta jinsi ya kupata kitu kidogo Jehova, nimeitisha kibali kutoka kwako juu mbinguni. Shetani wa kujituma na akapatana na ukuta wa kuandama mwana Yesu Kristo aliyetulipa msalabani. Kristo Bwana wa majeshi, wacha nikaweze kuliinua jina lako na kwa maana unastahili. Naomba ni kwa ajili ya mafansi wangu Jehova wanaonitazama. Nimeitisha kibali kitokacho kwako juu mbinguni. Cha Kristo ukaweze kuingililia katika maisha yao. Wale ambao wako na mahitaji Kristo Bwana wa majeshi. Wacha Kristo Bwana wa majeshi ukaweze kuwatimizia. Nionapo Kristo Bwana wa majeshi. Hata unapotimizia Jehova usikose usinisahau Jehova Bwana wa majeshi. Kristo ndilo jina lako Jehova ambalo ninalifahamu. Kristo ndilo jina lako Jehova Mwana wa Mungu. Jina ambayo ninayoitambua Jehova. Cha Kristo ukaweza kutukuka. Wacha Kristo ukaweza kuinuliwa. Nipe afya njema Jehova Kristo. Tamalaki ni kwa maana unastahili katika maisha yangu. Katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, naomba na tukushukuru. Amen. So guys, leo ninaenda kuzungumzia kuhusu jinsi ya kupunguza stress. Jinsi ya kupunguza stress. Najua wengi wanashangaa, lakini mambo huenda hivyo. So, kitu ya kwanza, stress ni nini? Stress na huja lini? Stress huwa inakuja wakati umewaza zaidi. Wakati uko kwa mawazo, wakati kitu ngumu ama kitu yenye haukuwa unatarajia imeweza kuja kukukumba mpaka utapatwa na stress. For example, unaweza kuwa umekaa hivi usikie one of your friend amekuwa mgonjwa na ulikuwa na yeye, hautakosa kuwa na mawazo. Unaona, hautakosa kuwa na mawazo. So, jinsi ya kupunguza stress. Firstly, taking a lot of water. Maji mingi. Manake stress kwanza inaweza ikakufanya ukaumwa na kichwa. Kuna ile inauma forehead, kuna ile inauma side, kuna ile inauma nyuma, kuna ile inauma kichwa yote. So, tutakuja kuzungumzia hayo. Kuna ile unaweza onga uso na ukanyange maji na kichwa inapona. Kuna ile unakunywa maji mengi, kichwa inapona. Okay. Kuna hii ingine pia, hata kumeza tembe inasaidia sana. Painkillers I mean. Yeah. So wakati uko kwa stress, taking a lot of water will make you to, yani unapunguza makali. Kitu ya pili, relaxing. You need to relax. Usikuwe na stress na useme wacha nikatembee. Hata saa zingine unaweza pata
anjali huko, unaweza ongeleshwa na mtu umwambie mambaya. So you need to relax. Anda tu lale, enda tu ujipe tu shughuli. Hata unaweza ingia kwa simu ufanye tu shughuli zako. Number 3 ni ingine tunasikianga tu, hata kitu yenye unapenda sana, kama ni music, unaweka music yako pale kwa nyumba. Unaweka tu sites yenye itakufanya hata hayo mawazo usahau. Wengi kama mimi mwenyewe nikiwa na stress, niweke wimbo kama Kasolo, Rose Muhando, Mama Africa, naweka tu nasikiza. Watu wengine kama akina Musyoka, nyimbo zao hutia nguvu. Kama wakati mwingine, kuna wakati nilikuwa napata mshahara kidogo, so niko na stress. So nikakuja kupatana na hii wimbo ya Rose Muhando ambayo inasema ukipata 200 shukuru Mungu, hiyo ndiyo riziki yako. Kaa chini utulie, imba mapambio. Unaona? Ukipata 200 shukuru Mungu. Mwingine akakuja akasema hata ufanyiwe nini, shukuru Mungu. Hata upigwe, shukuru Mungu. Analo mazuri ambayo amekuandalia, anayo mazuri ambayo yanakungojea. So wakati uko kwa stress, unaweza weka music. Wengine najua wanapendanga hip hop, wengine wanapendanga reggae, mambo kama haya. Wengine wanatakanga tu waende waambie watu, waende waambie marafiki zao hiyo stress, hizo shida ndio ziwatoke. That is not the solution. Kuna vitu zenye unaweza enda ambia rafiki yako akakuchekelea, so badala ya kupunguza zile stress akaweza kuziongeza. So cha muhimu ni kwanza kaa chini, relax. Kama ni kulala lala, kama ni maji mengi na kupumzika kunywa, kama ni kuweka ngoma, usiende ukitangaza mambo yako. Wengine hata unapata eti ameacha na bibi, kuacha tu na bibi, kuacha na mzee wake, unapata tu ako na stress zake. So badala ya kukaa chini afikirie na kuambia Mungu nisaidie kwa ile jambo ambalo limeweza kunipata, ndiposa nikaweze kuiepuka, ndiposa nikaweze kurudi tena kwa senses zangu. Hii yako pale. Unajua nini? Bibi yangu alienda na sijui nifanye nini. Ni yeye alikuwa ananifanyia hivi, ni yeye alikuwa ananipikia, ni yeye alikuwa ananioshea manguo, kila kitu ni yeye alikuwa ananifanyia. Anamsifu, lakini kwa sasa amemwacha. So anaona ni vizuri nikaweze kuambia rafiki yangu, atanisaidia. So wakati umeenda kuambia rafiki yako, wacha nikwambie mwenzangu, huyo rafiki yako kitu ya kwanza ni kukucheka. Ulikuwa unajiringa, ulikuwa unaona vitu kama hizo. Wakati anaenda kwa marafiki utakuwa anasikia unaona udaku. Alikuwa anajiringa. Alikuwa amenona. Sasa wacha tujione. Lakini wakati umekaa chini wewe mwenyewe ukawaza kivyako, ukaambia Mungu nisaidie kwa hili, maana ndiye mweza akakusaidia. Atakuambia vumilia. Ataenda ataambia rafiki yake mwenzake, rafiki yake ataambia mwenzake, na maneno itasambaa. So cha muhimu ni ukae chini, jipe moyo, mwambie Mungu nisaidie kwa yale ambalo limenipata. Ni wewe ambaye uko na sababu
yangu kuwa katika hii dunia. Ni wewe ambaye ulinipea, ni wewe ambaye Kristo umepanga haya yakafanyika. Huenda yalifanyika ni kwa ajili ya baraka ambazo zinakuja. Sometimes don't blame anyone. Usiblame rafiki yako kakuharibia ndoa, kakufanyia nini, bali mshukuru Mungu. Na hakika yale mengine unaweza mwachia Mungu. So nimesema firstly ni mambo ya kupunguza stress. Number 1 nikasema ni maji mengi. Number 2, unaweza ukalala, unaweza ukalala. Number 2 is relaxing. Number 1 nimesema taking a lot of water. Number 3 nikasema you can nasema nini? Number 3, unaweza ukaweka music yako, unaweza ukakaa chini ukajua venye utafanya. Then usisahau kuna kasisi ambaye unaweza ukaenda ukamweleza shida zako na akakuombea, akakupa mawaidha, akakwambia fanya hivi na hivi na hivi. Number 5, fanya hivi na hivi. So ukiambia pastor wako atakwambia mambo kadhaa, atakuombea etc. I mean. Hata Kiingereza inakata. Kitu ingine ndio nasema, unaambia pastor, usiambie rafiki yako ni adui yako. Hivyo ndo kitu unafaa ujue. Rafiki yako ni adui yako, na sitawahi kosa kuambia hivyo. Rafiki yako ni adui yako. Mnaona mkacheka mkikula, wakati mmetoka anaenda akiharibu story, akasema fulani ni wewe ambaye mleta yote, ndio. So ukiambia kasisi, hata mimi unaweza nipigia. Namba yangu ni 01 15 05 6981. Tunaweza tukaongea, tukajua jinsi ya kufanya. Najua wako wengi ambao wako na stress tofauti. So ambia nitafute. So next video itakuwa mambo na marriage. Lakini wacha kwanza tuzungumzie mambo na courtship. Wakati una date jamaa wako, unafaa uangalie nini hasa? Unafaa uangalie nini? Barikiweni. Mungu awe nanyi. Kwa wenye imewafikia asubuhi, mshinda poa. Kwa wenye imewafikia usiku, Mungu awape usingizi mwema. Asante.